Mimi nimekuita hapa basi. Nadhani kipindi cha nyuma nilikuita nikakwambia nataka kuondoka kurudi kijijini. Ila kwa sasa hivi siondoki tena. Nitazidi kuwepo hapa mpaka mwezi mtukufu uishe. Kwa sababu tatizo lililokuwepo kijijini, niliongea na mdogo wangu, kwa hiyo yeye atalitatua lile tatizo. Sawa mama, mimi nashukuru kusikia unavyoongea hivi, sababu nimekaa niko sina raha tunapoona. Nikaona kwani mama mimi nimemfanya nini? Kwa sababu katoka shamba kaja hapa kwa wanawe ili maji aje kukaa. Licha ya mwezi sawa, lakini wewe hapa ni nyumbani. Hata kama unaisha mwezi, lakini mimi sijapenda ni uondoke. Kae na wanao, umeona ili maji tubadilishane mawazo, ni mkubwa wetu. Lakini sasa mpaka mke wangu mimi nilimwambia, nikamwambia mama sijapenda kabisa ni kwenye swala ambaye anapoondoka. Umeona? Kila siku mimi naongea naye mke wangu. Naambia sipendi. Lakini mama nafurahi sana. Na nimefurahi kusikia kauli yako ambaye akasema bado upo. Umeona? Mimi nimefurahi na nitazidi kufurahi kwa kweli. Hata mdogo wangu niliongea naye nikamuelezea, kasikitika sana. Sema kwani bro, kwani unafanya nini? Nikamwambia mimi sitamfanya chochote. Na mke wangu nimemuuliza, lakini yeye kama yeye alikopo anasema mimi sijamfanya lolote. Nikaona basi haina tatizo. Ila alichoniambia kama shamba kweli kuna tatizo limetokea. Na mtoto wangu akasema basi sawa, haina tatizo. Kwa sababu kuna tatizo limetokea. Nitafanya nini? Sawa mwanangu. Tutakuwa pamoja. Basi sawa, mimi nashukuru. Mke wangu. Naambia mno. Basi sawa, nasubiri niende kwa rafiki yangu Kisule. Maana tunajua kuna maandalizi kule. Baadaye kidogo. Mwanangu mbona kama hivi mbona shughuli imeisha salama, Mwenyezi Mungu amenijalia. Umeona shughuli zinazokwenda. Shughuli kwa haina matatizo yoyote. Shughuli imeenda vizuri kabisa. Na ile ndio ninavyotakiwa. Shughuli nimeiona baba. Imeenda vizuri. Huyu ndio watu naye bure ndio. Lakini ndio Mwenyezi Mungu amemuongoza. Maana mwanangu alikuwa una sita. Wasiwasi. Bangu nilikuwa na sita kutokana na ndugu yangu mwenyewe. Ndugu yangu ndio mimi. Wewe unafikiri kuna mambo mangapi, kuna vitu vya ajabu vingapi katifanyia? Alafu leo hii tu eti mtu anakuja kutoa pesa tu mimi nilizidi. Lakini namshukuru Mungu. Mpaka limefanikiwa ile jambo. Ninaamini kweli. Sababu katusumbua sana unajua. Ndio amenisumbua, lakini unajua binadamu anaenda anabadilika. Kama alianza vibaya, anamalizia vizuri. Na sasa hivi inaonekana ndugu yako anakwenda vizuri kwa kuelekea. La msingi tu nataka tumuombee dua. Maisha yake yawe marefu kwenye ndoa. Kwa maana kama mwenyewe mzee wangu uliponiambia mara ya kwanza. Alhamdulillah. Sawa sawa. Upa alikwenda basi Mwenyezi Mungu amjalie riziki ya watoto na amani katika ndoa yake. Sawa sawa. Na mimi naomba dua aishi muda mrefu kwenye ndoa yake. Inshallah. Sana kabisa sana. Mimi niko pamoja na wewe. Sawa sawa. Leila, ambe mama. Sawa mwanangu. Nakuita hapa mwanangu. Mama.
Sufuria ndo hii na mwiko ndo huu mwanangu. Sio na wasiwasi, hapa ndo kwako. Tupo pamoja mwanangu. Maji hapo, kila kitu kipo. Haya mamangu, nashukuru. Nitafanya kama ulivyoniambia. Na pia nashukuru kwa kunipokea na kukubali kuwa mkamwana wako. Wala tusiwe na wasiwasi. Hapa umefika. Tupo pamoja mwanangu. Haya basi. Leo futari nitapata mwenyewe. Hata usijali. Haya, nashukuru. Haya, subiri niingize vitu ndani basi. Elazoni. Vipi mwanangu? Niambie, Kama kaa. Nawafenga heli ya niambie mwana. Sasa. Vipi una taarifa mwanao na? Taarifa gani? Kesho. Mwanao sasa hivi anafunga na hivi sasa wamesafiri kwenda Zanzibar. Mimi nimezania taarifa ipi, labda mtu kachinjwa huko mwanangu sana sasa hivi. Sasa hizo taarifa ambazo mimi ninazo. Hizo taarifa mimi ninazo. Kama unazo sawa, nilikuwa najua hujui. Hilo lipo kwenye ubongo wangu, hilo nalielewa fika tu. Unajua? Hizo zipo kichwani kwangu, niambie. Lakini mwanao kabadilika sana. Hilo kubadilika hilo kawaida. Hayo unaona sisi kwanza Waislamu, na Muislamu yoyote ataenda, lakini mwisho wa siku ataona hapa ngoja kwanza nipitie hivi nibadilike kidogo. Sio wajua. Kwa hiyo huwezi kila siku ukafanya kama mabaya daily, leo unakula moto. Unajua? Kwa hiyo kawaida. Tatizo kubadilika kwake ndio kunashtua. Vipi? Yaani ule na Isa ndio kabadilika kwa sababu ni mwanamke. Afu Kigunda mshikaji wangu ameaisha kwa yaani wanashangaa kubadilishwa na mwanamke, si ndio? Hizo mbona zipo, hayo mambo yapo daily. Yaani wewe kubadilishwa mwanamke ushangaa, hapo sikia, yaani unaona mwanamke yule katoka kwenye bavu wetu wa kushoto. Kwa hiyo kutubadilisha yeye kawaida. Sijui unanielewa? Hapo sikia mwanangu. Ujue Muislamu. Na kama Muislamu haitakiwi hata kudiscuss mambo ya watu, unajua? Usije ukaribishwa huko bure. Sasa sikia. Wewe hapo unaenda wapi sasa? Mimi nilikuwa nimekuja hapa kufikishia ujumbe wako. Sasa mimi kuna kazi nilikuwa naifanya ndani. Lakini hapa kama umekuja kunifikishia ujumbe huo, benchi kwa viatu hapa niingia hapo juu kwanza nikacheka hata mazingira, si unajua? Hapo basi funga mlango tondoke. Kutikeza hivi. Tondoke kabisa, mimi nachukua viatu tu hapa nanyosha. Hapo funga na mlango. Niambie mama. Poa vipi? Safi. Anafikiria naona ile juzi. Vipi ilikuwaje kwanza? Kwani hilo ndio jambo ambalo nimekuitia, maana ishakuwa tatizo. Ndio hapa ninavyoongea na wewe hatuna maelewano mimi na mama yangu. Kwa ajili ya swala lile. Yaani mpaka anadai kuondoka, anataka kuondoka kwa ajili ya lile swala. Kuondoka? Kwa hiyo mimi nilichokuitia hapa nikwambie kwamba kwa sasa hivi kwa sababu mama yupo, naomba usinitafute watu usitafutane mpaka atakapoondoka. Si unanielewa hapo? Kwa hata nikiwa na shida nisikutafute. Yaani tusitafutane mpaka atakapoondoka yule mama kwa sababu ishakuwa tatizo. Kwa sasa mimi mama tu akiondoka tutaendelea au vipi? Sasa hapo akishaondoka tutajua cha kufanya. Kwa sasa hivi naomba usinitafute kwanza. Ni hayo tu, mimi nirudi nawe nyumbani. Sawa. Naacha na maswali hata sina uhakika. Ni hivyo, yani ni hivyo nilikwambia. Kijana bwana amenipigia simu. Mzigo kule ushakuwa tayari, bado kupitia. Sasa nimeona ni bora nipitie na mimi madeni. Ili niwatumie. Bwankisu mbona wanitia majaribuni? Bwankisu wanipa mtihani wallahi. Bwankisu mbona wanitia mashakani, wanitia mashaka wewe. Tena wanitia mazonge.
Kwa sababu Bwana Kisu, mimi tangia Ramadhani yaanza mpaka sasa hivi mimi naachana na mambo ya dunia. Mimi ni mtu akhera. Naachana kule ile gengeni, naacha vijana wafanya kazi. Mimi niko nyumbani nafanya ibada. Sio napata uzuri. Sasa wewe wankuja ghafla, wataka pesa, uende si ukanunue mzigo mwingine mpya. Haya mambo hayako hivyo. Mama Kofia mna. Sio kwamba nimekuja ghafla. Yaani kutokana na simu ambayo nilipata kutoka kule kwa vijana kule. Kwa lazima mimi nitimize nini? Wajibu. Naomba nikuombe jambo moja. Nipatie angalau siku 2-3. Naposema siku 2-3 namaanisha ni siku 5. Siku 2 pamoja na siku 3. Siku 5 hizo. Ili mimi nitoke hapa, niende pale katika genge langu, nipige mahesabu, nijue napata nini faida, nini hasara, nini kinapatikana. Alafu baada ya siku hizo 5, urejee hapa nyumbani kwangu, nije nikupatie kiasi kilichopo. Basi sawa mkubwa. Nijue hilo siwezi kupingana na wewe kwa sababu mimi na wewe tunafanya biashara muda mrefu sana. Na ukubwa wa biashara yetu ni mbona juzi tu hapo umekuja mpaka kumdalajia dada yangu bwana. Ni moja biashara. Halo ya Kipemba. Ile mimi nimetumwa tu peleka posa. Wanyoka ndo mwenye jambo lake pamoja na mama yeye yule. Ni kweli lakini si moja biashara bwana. Ni kweli biashara mzee wako. Tukatoka bwana. Enzi wako pale hampata 900 hapa. Basi sawa. Mimi ni njumbe hauawi. Naona magharibi tayari alishaingia. Itabidi tuelekee maskini. Bibi tupate tende kidogo hapa tufungue. Sasa itabidi tufungue kabisa. Tushafungua. Kenda kuona unajua ukitauza ukifungua na swali na ule kuja kufungua. Basi ngoja nilete tende tufungue hapa. Basi sawa. Naomba kimoja kama utaridhia. Nahitaji niendelee tena na madrasa kwa sababu tangia tuoane sijaenda tena chuoni na mimi kukaa hivi pasipo kwenda madrasa sijisikia amani. Hilo ni wazo zuri mke wangu uliolisema, sababu kila jambo anapanga Mwenyezi Mungu. Na kama umelikumbuka hilo ni swala la msingi sana mke wangu. Na mimi nikutoe hofu tu, ondoa shaka. Mimi nimekutisha na nimekubali kwa kila jambo. Na naomba uendelee na madrasa. Ili ukiwa sawa na mimi ile kwa sababu nimeshasahau sawa, utanifundisha mke wangu, sawa? Haya, nashukuru na asante sana kwa kunikubalia mume wangu, maana ningeshindwa kwenda pasipo kukwambia. Lazima ulikuwa amri utoke kwangu na wewe ili upokee kutokana na mume wangu. Ndio utiifu mwanamke kwa mume wake. Nashukuru sana mke wangu kwa jambo hilo. Haya sawa. Na leo utafikiri stari gani? Kuhusu mimi mke wangu usiwe na ondoa shaka. Mimi mnachokipenda nyinyi na mimi vile vile nitapenda. Haya, kama unataka kuniambia. Basi sawa. Pika tabi, na vichapati vya maji na maharage pia. Kwa sababu sisi tangu tulipozaliwa ndio vyakula vyetu. Kila umelala muda mrefu, chukua hata msahafu usome. Kulala sio kupata thawabu, ila ukishika masahafu hata ukisoma herufi 5 unapata na thawabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mume wangu, usilale tu muda wote. Basi sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Na anaye bila niendestani. Mwanangu. Juzi mwanangu nilikutana na kipengele hicho. La. Kipengele gani? Mimi sikukwambia. Mimi mwanangu ninaelewa. Wewe unakinyasi mwanangu. Si shida, kwani mimi nilikuwa napenda jambo, mimi nilikuwa nasaidiwa. Sasa nilikuwaje unajua? Nilikuwa na kipengele cha shilingi 50,000. Sasa kile kipengele cha 50,000 kilipeleka mpaka nikazidi nyumbani, kwa nyumbani kwake nikapiga simu. Mtu mimi na shida. Kana baba mimi sielewi. Kama si sikiliza, kama vipo nitakuja. Mimi nakuja. Na nikajitusua muone nimeenda. Nimekutana naye. Kwenye kumwambia basi mama, nitakuchukua mama.
Kwenye form 3 kwa 10,000. Hapa sasa leo no. Hata sijaita mfukoni ile hela. Napeka mama yake mzazi. Ina maana umefumaniwa. Baba nyuma, yaani nimepata aibu, yaani ambao sijaenda kukutana nao maishani mwangu. Baba nimeelekezwa. Hivi ule mwanamke wa mtaa huu au wa wapi yule mwanamke? Msaki au? Bora sana wa wapi? Hapa mtaani yeye. Mtani hapa? Hapo nyuma tu. Mwanamke gani huyo? Tuna yule bosi nani? Peleke. Mwanangu atembea na mwanamke wa yule bwana jamaa. Kwani mje mwanangu hujui kama jamaa anashimana naye sana? Mimi sina shida, mimi kanipenda mwenyewe kwa nini kuna tatizo gani? Shida zipo, afu shida ziishi mwanangu, lakini sio kama hivyo. Hizo dharau unazoleta wewe, afu mtu anashimana naye. Mimi ningefanyaje sasa? Asa kama fika kama angegundua kama anatembea na mwanamke wake inakuwaje? Afu mwanamke wake wa ndoa apitie. Mimi nilikuwa naiba, mimi nilikuwa kamato basi, mimi nilikuwa naiba. Hapo ndio hivyo nilipokutana na kipengele, mama yake kanisomea risala, nikushukuru kwa mwanangu, niwaka angekukuta 1 2 3. Pombe nilikuwa kama nimeondoka pale ni kimya, hela yenyewe inapokonywa 10,000 na mwanamke mwenyewe. Hapa ndio nilikwambia, ndio kukutana naye, kaniambia, "Bwana, tusiachane kwa sasa." Mpaka huyo mama yake akiondoka, na hapo tu akiondoka, sina hata uhakika wenyewe. Hiyo sawa. Yaani mimi nakushauri hiyo sawa. Yaani kama kaachana nayo hiyo tutakuwa fresh. Alafu naye wana usule. Kwani wewe unampango kudana nayo? Sasa bisa nanisaidia pengine. Leo kama hivyo ipo mzima bwana. Mimi niko nakulangaiza. Wewe sasa shida wewe unaonekana sasa hivi kazi upenda tunapenda yatakutokea poani. Wewe kama kaachana na wewe kweli. Kaachana naye kasema hataki kuendelea na wewe. Achana naye. Hayo matatizo mwanangu. Cha kufanya ila Ramadhani mwanangu. Wewe mrudie Mungu wako. Wewe muombe Mungu akupe mwanamke mwenye visenti naye upate, lakini sio kutembea na wake wa watu. Hiyo jao mwanangu itakuta matatizo kwa sisi vijana, maisha mzunguko. Fresh mwanangu, mimi nimekuelewa mwanangu. Ndio hivyo bwana, mtu sio mzuri. Mwezi mwema katushushia manani, tutende mema tusichukiane jamani, tujitume fanya sala tuwasaidie maskini mafukara. Si vema kusengenyana, si vema kudanganyana, haifai kugombana, matusi kutukanana. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani, ya Ramadhan, ya Ramadhan, karibu mgeni. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani, ya Ramadhan, ya Ramadhan, karibu mgeni. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhani.